Jamani wewe. Mimi macho yangu hapa. Nini mwanangu nini? Kumbe ni wewe Dennis. Yaani mwanangu toka unatokea vile unakuja na kufananisha asema hivi ni Dennis au nani? Yaani siamini mwanangu. Ni mimi mwanangu. Kitambo mno rafiki yangu. Amini hivyo mwanangu. Sasa nimetoka zangu kwenye vibarua au nimeenda kuangalia miraba angalau au nipate chochote kitu mwanangu. Unajua maisha yanabadilika. Dennis wewe kufanya vibarua? Hivyo tu mwanangu. Kwa huamini macho yako? Sio unanishangaza jamaa. Yaani kwa huamini macho yako kwamba yani mimi nimeenda kutoka kwenye vibarua mwanangu. Kwa maisha yanabadilika mwanangu. Mimi nikumana na msala. Ndio kama hivyo yani. Hebu tutafute sehemu tukae tuangalie. Tukae wapi? Hebu tukae hapa. Ndio kama hivyo. Waje mpaka maisha yanakuwa hivi ndugu yangu. Mwanangu tunajua ni kwa kwenye kampuni yetu ile mwanangu. Sasa pale nilifumania mwanangu. Unajua kupenda uchizi ni kwa sielewi wala moja wala mbili yani sha data yani mwanangu. Yani dawa yani usinikumbushe yani mwanangu. Yani nimefanya yani ndio maana nimekuwa na maisha magumu yani maisha magumu mwanangu. Asante ndugu yangu pole. Kumbe ndio mkasa ulikukuta. Nashukuru ndio hivyo ndugu ndio hivyo. Kwa sasa hivi maisha yako yanakwendaje ndugu yangu? Yani ndio kama hivyo ndugu. Yani nipo tu sasa hivi ndio kama hivyo nimeangalia nimetoka kuangalia kibarua angalau nipate namna ya kuweza kuishi chochote yani ndio hivyo tu yani ndugu ndio hivyo. Hivi ulikuwa unatoka hivi ndio umetoka kwenye kibarua? Mwanangu ndio kwenye kibarua angalau nipate namna elewi yani angalau nipate kura yani. Asante pole sana. Mimi bwana nilikuwa natoka hivi. Nilikuwa naelekea shambani. Lakini nimenunua mashamba kidogo kwa mashamba yangu nimenunua huku. Kwa hiyo nilikuwa naenda nikacheki maendeleo ya mashamba yangu yanakwenda vipi. Baadaye nirudi lakini kwa sababu nimekutana na wewe rafiki yangu, mimi siwezi kuendelea kwenda kwenye mashamba. Kwa hiyo tutarudi wote mpaka mjini. Tutafika tukae sehemu nzuri tukae tutulie. Mimi nikupe ushauri, huo ushauri utakusaidia kwenye maisha yako kama mimi ambavyo umenisaidia mimi. Naamini kabisa ushauri utakusaidia sana. Tuondoke kwanza turudi mjini hapo. Tukazungumze mawili matatu hapo angalau nikupe ushauri wa maisha. Ndio hivyo ndugu. Kwa hiyo gari tunakuja nao ni umekodi au ni ya nani? Hiyo gari ni ya kwangu ndugu yangu. Mbona huu ni mwaka wa pili sasa hivi? Hiyo gari? Hiyo gari ni mwaka wa pili mpaka sasa hivi. Na hivi hata hivi nina mpango wa kuuza ninunue nyingine. Unachozungumza kweli? Sasa hivi umeshajipata. Kwa umeipata pata je mnielekeza au ndio umeficha shortcut ndugu? Au ndio wale mazingira yetu mwanangu. Ushapata ile mshangazi nimekutunza gari mwanangu. Una drive ni mshangazi. Ndugu yangu samani unikosea ukisema hivyo nikosea ndugu yangu. Sio nikosea sana. Samahani ndugu. Kama itakuwa nikosea. Maana tu bado tabia yetu hiyo kujaiacha. Kwa hiyo sikujua kama ishabadilika. Ndugu yangu mimi sasa hivi nimeshaokoka. Sasa hivi sio yule tena ambaye tulikuwa kipindi chetu kufanya mambo yale. Sasa hivi mimi nimeokoka. Umeokoka? Chanzo cha kuokoka sasa. Ndugu yangu kuna siku nimefumaniwa. Nikawekwa mtukati na watu 6. Na wewe ulifumaniwa? Hemu ilikuwaje mnabii? Niliwekwa kati na mtu 6. Wameshika panga huku na huku. Aise, yani nilikaa nikajua maisha yangu mimi leo ndio yameishia hapa. Bwana kama Mungu tu wakati nimekaa hapa naangalia huku na huku nikapata upenyo. Aise nilitoka pale mita, nilikimbia walifukuza na kufukuza. Hakunikamata. Nilipotoka hapo moja kwa moja nienda kutafuta kanisa liko wapi, nikatafuta mchungaji yuko wapi, nikafika nikapiga magoti mwenyewe. Nikasema baba niombee mimi kuanzia leo nimeokoka. Maje kwanza nicheke. Nacheka kama anafurahisha. Wakati ndio chanzo na mimi kufukuzwa kazi ndio hicho. Ila mimi afadhali mimi sikukimizwa na mapanga. Ninge Dennis, siamini ninachokuambia. Mimi sasa hivi nimeokoka. Nimemjua Mungu. Na sasa hivi nilioa mke mmoja ndio naishi naye. Habari sikiza madem tukikai na nini mimi niliachana nazo na toka hapo nikaona hela yangu ilianza kutulia, nikaanza kufanya malengo. Ndio maana unaona gari sio kwamba gari ya kwangu ile. Kweli. Kipindi kile nilikuwa napoteza pesa nyingi kuhangaika kwa sababu ya pisikali mani kaongea huyu niongee huyu, lakini nilipooa mke mmoja nikaokoka nikatulia. Pesa yangu sasa hivi imetulia na naifanyia kazi kwa malengo. Yaani hapo mwanangu mimi kweli mimi hujanishawishi. Kwa hilo mimi siwezi kuokoka. Labda mimi ni mchungaji yeye nakula kondoo bwana. Hapo sawa. Yeye nakula wale kondoo sawa. Ila tofauti napo mimi siokoki mwanangu. Kama hivyo mimi naokoka mnanipa uchungaji mimi nakuwa nakula kondoo bwana. Sawa. Ila tofauti napo mimi kastaki kabisa habari za kuokoka. Sawa ndugu yangu, mimi ushauri wangu ulikuwa ni huo. Nilikushauri tu ungeokoka lakini kwa sababu umekataa wewe, lakini mimi ushauri wangu ni huo.
tunaomba tu nisaidie nipate namna ya kuishi. Maana ubao jana sijala usiku huko, nimetoka kwenye kibao na nipate riziki kwa sielewi yani. Sawa ndugu yangu, shika angalau itakusaidia utashinda tamaa. Namba yangu nimekupa, ndugu yangu inuka usiani inuka bwana. Hapana, usifanye inuka. Namba yangu ya simu nimekupatia. Kesho asubuhi mapema nipigie simu, mimi nikufuate utapokuwa na nitakufuata na gari yangu mwenyewe. Popote utapokuwa utaniambia. 10,000. Wakati nilikuwa nimepata kibarua cha 1,500. Hapa kuonga kunaendelea hapa.